Na wapenzi watazamaji wa Rock Fashion TV, kwa majina mimi naitwa Ismail Abdul almaarufu Mjanja, na hii ni Rock Fashion TV. Unaweza kuipata kupitia mitandao ya kijamii Facebook, Instagram, YouTube pia na Twitter. Na ninakumbusha kwa yeye ambaye ndio mara kwanza kabisa kufuatilia hii channel yetu hii ya Rock Fashion TV, usisahau kusubscribe hapo chini, kuna alama ya kengele utaweza kuigusa, utakuja notification, utakuwa kwanza kupata kazi zetu kila wakati tunavozitoa. Na siku ya leo nipata fursa kubwa sana ya kutanana na brother wetu hapa Ramadhan Senhuka. Tutazungumza naye mengi sana kusikana na maisha ya vijana, mambo mengi. Kwa hiyo shikamana na mimi mwanzo mpaka mwisho. Brother, asalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Na watu wanakufahamu kwa jina la Senhuka Ramadhan. Kunaweza kuwa lingine jina tofauti na hilo? Mani sana officiellement ananiita Senhuka Ramadhani. Pako pia julikana mani sana pa Rumonge kama Zinduka, na watu wengine wanajulikana kama Rambo. Sawa sawa. Sasa brother, tunataka kufahamu Ramadhan Senhuka ni mtu wa aina gani na anashughulika na nini? Ni kama mtu yuko freestyle. Kwanza natumika mwa ambasada Marekani. Alafu niko na portfolio maana yake majukumu mengi sana. Hapo kwenye naita education advisor, ni kama mshauri kuhusu elimu. Alafu cha pili ni exchange program coordinator, nasema na hamasisha wa vijana na watu wazima pia na watoto kwenda kutoa experience zao nchi kama Marekani. Wanakwenda kule wanasema kuhusu Burundi siko na maisha yao, na vile vile kule Marekani wanajifunza vitu vipya wenyewe watatoa kule, watachagua vile ambavyo vinafaa kuja kuleta hapa Burundi. Alafu inakuwa ni exchange ya kati ya Marekani na Warundi, alafu inakuwa ni experience tele. Cha pili ni formation nyingine, ni kwa kujishughulisha na kufundisha Kiingereza au programu ya kukazi kuhamasisha Kiingereza, sababu ni moja katika milango ya Burundi kuingia East African Community. Bila kuwa hivyo itakuwa ni vigumu sana watu wetu Warundi kufanya kushindana kikazi na watu wa Kenya, wa Uganda na wa Rwanda. Na brother, alafu swali lingine tungependa kujua, kwenye ukurasa wako wa Facebook uliposti picha Nelson Mandela na nazungumzia kuwa education is a key to success. Ni kitu gani kilikutokea au ulikuwa na maana gani mpaka uposti ile picha iko na hayo maneno? Nashukuru sana. Kwanza kwa nitatoa action mbili zilizotokea mpaka mimi kuweza kupost hiyo education is a key to success. Story ya kwanza ni kwamba mimi nilikuwa sitegemei kwamba nitaweza kwenda mbali kimaisha au kusafiri hivyo. Sasa ndio maana nilisema kwamba ukitizama vizuri kwenye sura yangu niko na kakovu hapa ya mstari. Hiji nilipigwa kitu wakati nimesema kama siku moja ndapandaga ndege hapa Burundi, hapa Rumonge. Ukitizama juu sana hivi kuna ndege inapitaga masaa 2 saa 3 hivyo. Sasa nilionanga semaga mimi nitasumaga nipande hiyo ndege. Basi mtu mmoja alikuwa karibu yangu alinicheka sana, mimi kumuuliza kwa nini ananicheka, ndio akanipiga hizo kitu. Story ya pili ni kwamba Mandela huyo mwenyewe nilipost kwa Facebook, nilionana naye live, nilikaa naye ngachangia naye chakula cha sita nikiwa South Africa. Pia nilikuwa nimeenda katika program education. Sasa ndo akasema tukutane na watu wakubwa wenye wanaweza kubadilisha maisha yetu ya kesho, na ndio tukabahatikiwa tukaenda ni mtagani ule Victoria, tukaenda kwa nyumba ya Mandela, ndio akawa yeye ameenda kutukaribisha, akarudia tena vile vile akasema kama education is a key to success, na akasema kwamba mtoto wa mlimaji au kwa hapa kwa Rumonge mtoto wa mvuvi anaweza akawa ni doctor wa kuheshimika katika nchi. Na vile kurudia nyuma, na ndo nikatizama nyuma jinsi wapi nizungurukia katika elimu, kuanzia hapa Rumonge, Lycée Rumonge, kwenda ku University of Makerere miaka 4, University of Manchester miaka 2, na University of California miaka 4. Inifunza vitu vingi sana mpaka kuona kweli
elimu inaweza kubadilisha ya mtu binadamu, na vile vile elimu iniweka ile experience zeni zungurukia hizo nchi ninazungurukia emo inifunza vitu vingi sana, na ndio unaona lifestyle yangu ni kama vile tukasema freestyle. Wakati unajaribu kuwa wa chini sana, ni vigumu sana kwa mtu ambaye hakuelewi kufahamu ile saa, ni vigumu. Na wa vijana ni wanafika miaka ambaye anafika kusimamia kwenye mwili wake, anasema naam niko sawa. Sasa ukitaka kumwekea opposition ni vidogo, itakuwa ni sio rahisi yeye akusikilize. Sasa ukiwa wa chini yeye aseme umsikilize, alafu unampa choices au shwa katika vile ambayo vinaweza kumsaidia vile ukimpa na ukimwambia vile kama sio kama sheria au kama obligation, ni kama choices ambazo akachagua kuchukua au kuacha, itamfanya na yeye vile vile sio kwa ile muda. Akifika nyumbani akipumzika atajifikiri SK hivi brother alisema ni aje, mpaka yeye mwenyewe atafika kubadilisha kidogo kidogo. Ndio. Na katika mafanikio yako ulishagawahi na wewe kukusanya vijana wadogo wadogo ambao walikuwa na ule umri wako kile kipindi, ukasema hawa hivi ni wadogo wadogo, acha niwapatie ushauri fulani na wao afike katika mimi sehemu nilipofikia? Kawaida yangu hiyo ndio maisha yangu na kila siku. Utaona kwa Facebook ukiingia sana, ni mara ndogo sana watu kwa umri wangu tuko nao communication. Ni mtu hata ikiwa mtoto akiniandikia anasemaga umri wake, alafu anza ameniuliza kama kwa ule muda sina muda, nitaacha vile vile mpaka nitamjibu na nimpe response ambayo yenyewe inamstahili. Na kawaida yangu style yangu na ikaga watu wadogo wadogo sana, ili nipate ile fursa kuwasikiliza na kuwashauri. Na vijana kunitafuta, sio nione mgari, sio nione wapi, sababu ni vigumu kusimamisha mtu mwenye yuko mgari. Sasa nataka pape nitakuwa nipo fasi ya kawaida au ya chini, ule kijana anijongelee, labda anaweza kaniuliza ili niweze kumuelekeza. Tekniki mayo ndio maisha yangu, ndio style yangu ya maisha. Na naomba Mwenyezi Mungu anibakize mwa hii hali. Naam, inshallah. Hapa hajawahi kutokea uoga au tatizo fulani kwa vijana wanaona level au niveau nyoko yako kukujongelea kusema brother ana niveau kubwa ya kielimu ya kimaisha, kwa hiyo kumjongelea kumomba ushauri fulani itakuwa vigumu? Vijana wa hivyo ushawahi kukutana nao? Ndio, pako wengi sana wanatuma watu au nasikia kwa watu au wananiandikia kwa Facebook kwa mama mwenye kuniuliza. Ni wengi, lakini nataka niwaambie mimi niko freestyle person. Ikiwa hawezi kumtukana na siwezi kumtukana, kuheshimiana. Akiwa na swali fasi yote ile atakuwa nipo, ajisikie tu huru kuja kuniuliza, niko tayari kumuelekeza. Sawa sawa. Na unaweza kutoa ushauri gani kwa wale vijana? Maana tunaona katika mji wetu vijana ni wengi sana, hawajishughulishi na chochote, ima kwa kusoma lugha, ima kwa kazi zozote. Wewe kama brother umeshatembea nchi nyingi na umeshaona faida ya elimu ni nini, unaweza kupatia advice gani? Moja kwa moja umesema nchi nyingi, hivi sasa nahesabia nchi 53 ambazo nishatembea za continent tofauti. Kuna maklabu ya Kiingereza, ni jambo la kushangaza sana. Mimi ninakwenda maingi sana, mimi vile vile naendaga kuwafundisha, na nikienda kule kufundisha Kiingereza, sio Kiingereza vile ninazani Kiingereza, hapana, ni kuelekeza wa vijana vitu tofauti, lakini tunabisema Kiingereza, na yule mwenye kuuliza tunampa uwezo wa kuuliza lugha yenye anataka. Sasa ningewashauri wa vijana, sasa vijana parumonge wengi fikra yao ni kutoka. Sasa kutoka, unajua Kirundi na Kiswahili itakuwa ni tabu sana. Ningemwashauri sana kuweza kujishughulisha na lugha tofauti na kujishughulisha na ujuzi. Hauwezi kutoka hapo unaenda Afrika Kusini haujui kazi yoyote ile, hata mekanika au hata kunyoa, hata kufanya nini, utaenda kufanya kitu gani? Itakuwa ni vigumu. Kwa kutaka uwezo kujijenga itachukua muda mrefu sana. Ningewashauri wa vijana wote wenyewe watasikia hii video au wataona hii program, waweze kuwa muda wa Lingala, pako muda wa Lingala na muda wa kujifunza na muda wa kujipanga. Wengi wafanyage Lingala kusema tu, lakini kuna watu unajongelea watu wakubwa, unawasikiliza na wenyewe wanakusikiliza, pale utatoka na faida ambayo katika vitu vitakusaidia maisha. Ndio wapenzi watazamaji wa Rock Fashion TV, mmesikia ushauri kutoka kwa brother wetu Ramadhan Sinduka. Amezungumza mengi sana kuhusiana na sisi wa vijana. Sasa brother, kwa kufunga kipindi chetu au interview yetu, unaweza kutoa ushauri gani katika Rock Fashion TV, hii TV yetu?
Hii TV watu wanainegligea, lakini ni chombo kikubwa sana kwa vijana wa hapa Rumonge. Sasa wana bahati sana kwa vijana hapa Rumonge wameleta hiyo fikra. Kwanza sio kwa vijana tu, hata kwa watu wakubwa. Ningeomba wa brother wetu wa kutushinda wenye tuko sawa, pia na wale wako chini waweze kuwasikiliza hii Rock Fashion TV, ili waweze hata kuwasaidia, sababu hichi ni chombo kikubwa sana. Dunia yote inazikaona maisha hapa Rumonge tuko aje, labda pakiwa mradi wa maendeleo wajonza kuleta Rumonge. Hiyo ndio naona ushauri naweza nikatoa. Pia na mimi vile nitaomba Rock Fashion TV kwa mara hiyo inaweza kutupa nafasi, au mnasikiza washehe ili waweze kutoa ile message ya kuweza kujenga vijana. Naam. Tunashukuru kwa muda wako umetupatia. Na mimi vile nashukuru sana na nawapongeza sana na waencourage sana kuweza kuendelea kitu, sio leo au kesho au mfike muda mwe mchoke, jaribu mpigane jinsi mlianza na vijana vile. Sasa kuna kitu niko nimesahau. Kuna vijana ambao wanategemea wazazi wao au brother wao watampa pesa ya kusafiri. Hapana. Ikiwa unapata franga 500, kula 150, weka 350. Alafu baada ya miaka fulani 2-3 ndio utafungua zile zilizo unaweka, utasema mimi napata kiwango hichi, sasa kwa hiyo nahitaji msaada. So ngoje kila kitu fulani atanisaidia, au wanipe fungo langu au wanipe urisi wangu ndio uende kwa hicho kitu. Ndiyo. Na wapenzi watazamaji wa Rock Fashion TV, tumezungumza mengi, ila kuna swali la uzushi au lenye sikuuliza ningependa nikuulize nalo. Mara nyingi tunaona unacheza mchezo wa karate. Kwanza karate ni nini na ina faida gani? Oh my goodness. Karate kwangu mimi ni kimoja katika vitu vilivyonijenga. Ikiwa uniona mimi sijapiga, mimi napigana mtu pa Rumonge au fasi yoyote, ni kwa jua ile discipline. Kwanza karate ndio ilituma mimi nakuwa na discipline sana masomo. Na ndio maana mnaona mtoto wangu mwanamke LC Sintuka na vile anacheza mpaka hivi sasa, yuko champion mara 2 hapa Rumonge na vice champion au niveau national. Kweli karate sio ile unatoto anapigana siju kinga piga, hapana. Ni discipline ya jinsi kila kitu techniquement katika wanaitaga equilibre, ni balancing life. Inaweza kukufunza kuequilibre maisha, usiwe mtu wa stress sana na usiwe mtu wa furaha sana, na pekee tu pale katikati. Naam, tunashukuru sana. Wapenzi watazamaji wa Rock Fashion TV, ili upate video zetu mara kwa mara, usisahau kubonyeza neno subscribe hapo chini ya video hii ili upate taarifa nyingi zaidi.